picha wanawake wa kipindi hicho singekuaje. Sipati picha wanaume wa kipindi hicho singekuaje. Maana anasema ilikuwa ni tabia yake kuwakamata wanawake kwa wanaume na kuwaburuka njiani, kuwafunga na wengine kuwasweka magerezani. Ilikuwa ni kawaida yake. Sikiliza asubuhi leo, unaenda kazini, nimekwambia kuna watu wanapanga mabaya kwa ajili yako. Atakaye kutetea, atakaye kusaidia wewe ni Mungu peke yake. Kwa hiyo asubuhi leo simama upande wa Mungu ili awe mtetezi wako juu ya wale watesi wako, juu ya wale wabaya wako wanaopanga mabaya kwa ajili yako. Mwana wa Mungu, kwa ajili yako baba. Sikiliza, kuna watu wao kazi yao, misheni zao kubwa ni kuwatenda mabaya watu, ni kuwafanyia hujuma watu, ni kuharibia watu. Hizo ndio kazi yao, ndio tenda zao. Sikiliza, atakaye kusaidia wewe ni Mungu peke yake. Na ndio maana asubuhi leo mahali popote unaingia, mimi ninakushauri shikamana na Mungu, simama upande wa Mungu. Yeye ndiye atakaye kutetea wewe juu ya ile misheni mbaya ambayo watu wamepanga kwa ajili yako, juu ya ile ajenda mbaya iliyotengenezwa kwa ajili yako. Nimekwambia kuna watu wamechukua saini, wamesaini kwa ajili ya kuharibu biashara yako, wamesaini kwa ajili ya kuharibu ndoa yako, wamesaini kwa ajili ya kuharibu kazi yako. Yani wamesaini kwa habari ya kukutendea mabaya wewe juu ya maisha yako. Sikiliza, ndio nikakwambia ni Yesu pekee ndiye atakaye kutetea wewe. Amini, amini nakwambia. Kwa unapoenda kazini asubuhi leo, ina maana kazi ya kufanya wewe ni kushikamana na huyu Yesu ambaye ndiye anayetutetea, ambaye ndiye mtetezi wetu. Nilikuwa nasema hapa kwamba hawa wanafunzi wa Yesu, kama sio Yesu sijui ingekuwaje. Wangepata tabu sana, wangehangaika kweli, maana tayari mabaya yalipangwa kwa ajili yao, lakini Mungu akasimama kuwatetea. Asubuhi leo baba akakutetea na wewe. Wewe endelea kusimama upande wa Mungu. Mungu ndio mtetezi wetu. Hiyo nakwambia ukweli. Amini, amini nakwambia. Kuna mambo pasipo Mungu